Bwana Yesu asifiwe sana. Popote ulipo, ningependa kuzungumza na wewe na ningependa kuzungumza na wale watu ambao wamekuwa wakiota mara kwa mara wanaota wapo kijijini. Mara kwa mara wanaota wapo kijijini. Wamekuwa wakiota au umekuwa ukiota kwamba unafanya kazi zile za zamani, unaota bado una umri wa utoto, unaota unacheza na watoto wenzako au unacheza na wale marafiki wa zamani, au unaishi kwenye nyumba ya zamani ambayo ilikwisha kubomolewa, au unaishi kwenye nyumba ambayo mpaka sasa ipo kule kijijini, au unafanya kazi na wenzako kule kijijini. Ningependa kuzungumza kwa sababu ndoto hii sio nzuri, na nimekuwa nikipata maswali mengi na simu nyingi kwa habari ya wale watu ambao wanaota ndoto hii ya kwamba wapo kijijini mara kwa mara. Niseme jambo la kwanza, unapoota upo kijijini mara kwa mara, hii inaashiria katika ulimwengu wa roho ya kwamba bado utambulisho wako wa maisha yako unasomeka kijijini. Bado utambulisho wako wa maisha yako bado unasomeka kijijini na sio mahali ambapo wewe ulipo. Inawezekana pia unapoota uko kijijini, inawezekana pia sehemu ya nafsi yako au nafsi yako kamili bado haijatoka kijijini, haijaambatana na wewe, bado imebaki kule kijijini, inafanyishwa kazi kule kijijini. Lakini vile vile unapoota ndoto kama hii kiroho, inaashiria kwamba maisha yako ya kiroho yana uwezekano mkubwa bado yako kijijini, ingawa unaonekana bado upo mjini au unaonekana ukiwa mjini. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo lingine kubwa pia ni kwamba inaonekana ya kwamba unapoota ndoto kama hii inaashiria katika ulimwengu wa roho bado mambo unayofanya kuna uwezekano mkubwa wa kuchukua sura ya kijijini au kuonekana kuchukua sura ya mambo ya nyuma au ya zamani ya kule kijijini. Kwa mfano, unafanya biashara yako hapa mjini Dar es Salaam, au unafanya biashara yako kule Kigoma au kule Musoma, au unafanya kule Tanga au kule Morogoro au kule Dodoma au kule Iringa au mkoa wote au eneo lolote ambalo unafanya biashara. Na wewe unaona biashara yako ni nzuri kabisa, umeweka matiro za kutosha, umeweka kufanya biashara ya nguo, umeweka nguo za kisasa ambazo zinahitajika, ni mahitaji ya watu ambao wanakuzunguka, na umeadvertise kabisa katika mtandao na unategemea kuona watu. Lakini watu wanapotazama kwa macho tu ya kawaida kabisa, wanaona zile bidhaa kama zimechoka au zile bidhaa haziwafai. Ndo hapo unashangaa biashara ulionayo, unashangaa haiendi, na unajiuliza maswali, kwa nini biashara yangu haiendi? Kumbe biashara yako bado imechukua au inachukua sura au picha ya zamani ya kule kijijini ulikotokea. Lakini jambo lingine ambalo ni muhimu sana katika ndoto hii ni kwamba inaashiria asili yako ya kuzaliwa inafuatiliwa bado au inashikiliwa na roho za kule kijijini au na roho za kule kijijini. Lakini jambo lingine pia ambalo ni muhimu sana kujua, hii inaweza ikamaanisha katika ulimwengu wa roho kwamba maroho ya familia, kwa mfano miungu, mizimu na zile roho zingine ambazo zinashikilia familia ya kwenu kulingana na tradition yenu, bado kuna uwezekano mkubwa zinaendelea kufuatilia maisha yako. Lakini la mwisho na kubwa ambalo ningependa ulijue ni kwamba, na hili ndilo kubwa kuliko yote, ni kwamba hii ni ishara katika ulimwengu wa roho ya kwamba bado mfumo wako au system yako ya kiroho au ya ulimwengu wa roho inafanya kazi kijijini. Maana yake system yako ya kiroho kwa ujumla haifanyi kazi na wewe katika eneo ulipo, bali inafanya kazi katika eneo ambalo wewe haupo, yani kule kijijini. Aidha kwenye nyumba ile ambayo ulikuwa unaishi, au kwenye uwanja ule ambao ulikuwa unacheza mpira, au kwenye maeneo ya makaburi, au kwenye mashamba ya zamani, au inaoperate kwenye nyumba ambayo ulikuwa unaishi na umekulia mpaka umekuwa mtu mzima. Kwa hiyo unapoona ndoto kama hii ndoto sio nzuri. Unahitaji maombi ya ukombozi, yani maombi ya deliverance kupitia damu ya Yesu, kupitia damu ya Yesu akakomboe tena nafsi yako na roho yako, ukatolewe kule na kurudishwa mahali ambapo ulipo, ili uweze kuoperate pamoja na mwili wako katika ulimwengu wa roho, ili uweze kupata yale mafanikio ambayo Mungu anataka uyapate.
Kwa hiyo kama ungehitaji msaada wa maombi, basi unaweza kuwasiliana na mimi. Namba yangu ya simu ni 0742663013, 0742663013, nami ninaweza nikakuombea na Mungu atakwenda kufanya jambo kwa ajili ya maisha yako. Otherwise, ubarikiwe sana na Mungu akutunze, aendelee kukupa nguvu ya kuweza kusimama na ukaendelee kuona utukufu wa Mungu. Ni mimi mtumishi wa Mungu, mchungaji Jesse Samuel. Ubarikiwe sana. Asante sana.